Ebu David, muulize Kasim jambo moja tu. Niliuliza, jambo gani hilo? Muulize alikuwa wapi usiku ambao wazazi wako walikufa. Niligeuka haraka kumwangalia Kasim. Uso wake ulikuwa umebadilika, hakuniangalia machoni. Kwa mara nyingine, karibu tena katika simulizi ya David sehemu ya 10. Maneno yale yalinipiga kama radi. Nilimwangalia yule mwanaume mwenye miwani kwa sekunde kadhaa. Kisha nikamgeukia Kasim. Alikuwa amesimama kimya, hakuniangalia. Macho yake yalikuwa yameelekezwa chini. Nikamwita, Kasim. Hakujibu. Alisema kweli? Bado kimya. Nilisogea karibu naye. Nikamuulizia, ulikuwa wapi usiku ambao wazazi wangu walikufa? Kasim akafumba macho. Kwa muda nilihisi kama hatazungumza. Kisha akasema kwa sauti ya chini, nilikuwa nao. Moyo wangu ulidunda kwa nguvu. Nikamuulizia, ulikuwa nao? Akasema ndiyo. Ulikuwa nao nyumbani kwetu? Kasim alisema hapana. Nikamuulizia tena, ulikuwa nao wapi? Kasim akamtazama yule mwanaume mwenye miwani myeusi. Mahali ambapo baba yako aliniomba niende. Mwanaume yule akatabasamu. Nenda mbele Kasim, endelea, mwambie kila kitu. Kasim hakumjibu. Badala yake alinikamata mkono, akanambia, David, lazima tuondoke hapa. Nikasema, nataka majibu Kasim. Kasim aliniambia, ukibaki hapa hautapata majibu yoyote. Nikamwambia Kasim, na wewe unataka kunificha nini? Kasim akaniangalia. Macho yake yalikuwa yamejaa huzuni. Sikukuficha kwa sababu nilikuwa nataka kukudanganya. Nikamuulizia, basi kwa nini? Kwa sababu baba yako aliniomba. Nilihisi hasira ikipanda. Baba yangu alikufa, Kasim alisema, najua. Na kwa miaka yote hii nimeishi nikifikiri kwamba wazazi wangu walikufa katika ajali. Kasim hakusema chochote. Halafu narudi hapa na kila mtu ananiambia kuwa ni siri. Nilipaza sauti nikasema, ni siri gani hiyo mnaisemea? Wale wanaume watatu walikuwa bado wamesimama mbele yetu, lakini hakuna aliyesema neno. Kasim akavuta pumzi ndefu. Kisha akasema, usiku ule haukuwa ajali. Nilihisi dunia ikisimama. Nikamuulizia, unamaanisha nini Kasim? Baba yako alijua kwamba watu walikuwa wanamfuatilia. Nikamuulizia, kwa nini? Kasim akasema, kwa sababu alikuwa amepata kitu. Nikamuulizia, alipata daftari? Kasim akatikisa kichwa. Akanambia, daftari lilikuwa sehemu ndogo tu. Nilimwangalia kwa mshangao. Kisha nikamuulizia, sehemu ndogo? Ndiyo. Basi, naambia aligundua nini? Kasim hakujibu. Yule mwanaume mwenye miwani akasema, umemsikia? Bado hujui hata nusu ya kile baba yako alichokigundua. Nikageuka kumtazama. Nikamuulizia, vipi na wewe unajua? Yule mwanaume akaniambia, nilijua. Ulikuwa nani kwake? Alitabasamu kidogo. Akanambia, swali hilo utapata jibu siku utakapoelewa kwa nini mama yako aliamua kukuficha. Nilihisi kama amegusa sehemu ambayo sikuwa sijui hata kama ipo. Nikamuulizia, mama yangu? Akanambia, ndiyo. Akanambia. Nikamwambia, unamjua mama yangu? Mwanaume yule hakujibu. Kasim akanivuta mkono. Twende, safari hii sikupinga. Tulianza kukimbia kupitia upande wa nyuma wa kaburi. Wale wanaume wakaanza kutufuata. Nilisikia mmoja wao akipiga kelele,
msikubali waondoke. Tulipita kwenye miti mirefu. Kasim alikuwa akijua njia vizuri. Baada ya muda mfupi, tulifika kwenye shimo lililokuwa limefichwa na majani. Kasim akasimama. Shuka. Nikamuulizia nini? Shuka humu. Nilitazama chini. Kulikuwa na njia ndogo iliyopita chini ya ardhi. Sikuuliza tena, nikashuka. Kasim akafuata. Tulipita kwenye njia ile ile kwa muda. Mwishowe tukatokea nyuma ya jengo la zamani lililokuwa limeachwa. Kasim akafunga mlango mdogo nyuma yetu. Tulikaa kimya. Tulisubiri, dakika zikapita. Hakuna aliyefika. Nilimtazama Kasim. Haya, sasa Kasim, niambie. Alikaa kwenye sakafu. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Akanambia, David. Ndiyo. Akaendelea, usiku ule nilikuwa nimeagizwa na baba yako nikutane naye kwenye kituo cha zamani cha treni. Nikamuulizia, kituo cha treni? Ndiyo. Kwa nini kukutana kituo cha treni? Alitaka kunipa kitu. Nilimuulizia, alitaka kukupa nini? Bahasha. Nilihisi moyo wangu kidunda. Bahasha gani hiyo? Bahasha yenye majina. Nikamuulizia, majina ya nani? Akasema, watu waliokuwa wanahusika. Watu waliokuwa wanahusika katika nini? Kasim akaniangalia. Akanambia, katika kile kilichotokea kijijini. Nikakaa kimya. Vipi? Hiyo bahasha uliipata? Kasim aliniambia, hapana, bahasha sikuipata. Nikamuulizia, kwa nini hukupata hiyo bahasha? Kasim aliniambia, kwa sababu kabla Danieli hajafika. Alinyamaza kidogo. Nikamwambia, endelea. Nilisikia mlipuko. Macho yangu yakapanuka. Nikamuulizia, mlipuko? Ndiyo, mlipuko. Ulikuwa wapi? Karibu na kituo. Na baba yangu alikuwa wapi? Nilimkuta akiwa amejeruhiwa. Nikahisi koo likinikauka. Alikuwa hai? Kasim akatikisa kichwa. Alikuwa bado anaongea. Nilihisi machozi yakianza kunitoka. Alisema nini? Kasim akatazama mbali. Aliniambia nikuokoe. Nini? Alisema, Kasi, mtoto wangu lazima aende mbali na hapa. Nilifunika mdomo wangu. Kwa miaka yote nilikuwa nimeamini kwamba baba yangu alikufa bila hata kujua kilichotokea kwangu. Lakini kumbe, katika dakika zake za mwisho, alikuwa bado akifikiria kuhusu mimi. Nilimuulizia Kasim, alikupa ujumbe mwingine? Kasim akatikisa kichwa. Alisema maneno machache tu. Maneno gani hayo? Alisema, usimwamini mtu mwenye pete nyeusi. Nilimtazama. Nikamuulizia, pete nyeusi? Akanambia, ndiyo, pete nyeusi. Nikamuulizia Kasim, hasa hapo alikuwa anamaanisha nini? Kasim alinambia, sijui. Nilifikiria kwa muda, kisha nikakumbuka kitu. Yule mwanaume mwenye miwani. Nilipomuona kwa mara ya kwanza, sikutazama mikono yake, lakini sasa nilitaka kujua. Nikamwambia, Kasim. Akaitikia, ndiyo. Nikamuuliza, yule mwanaume ana pete nyeusi? Kasim akanyamaza, uso wake ukabadilika. Akaniulizia, umeiona? Nikasema, hapana. Basi usijaribu kuiona. Nikamuulizia, kwa nini? Kwa sababu kama ukweli ana pete hiyo. Kasim hakumalizia sentensi. Ghafla simu yangu ikaanza kuita. Niliitoa mfukoni. Namba haikuwa imehifadhiwa. Nilipokea. Halo. Hakuna aliyejibu. Kwa mara ya pili, halo. Nilisikia pumzi za mtu upande wa pili. Kisha sauti ya mwanamke. Ilikuwa sauti iliyokuwa dhaifu. Akaniita, David. Nilisimama. Nilikuwa nimewahi kuisikia sauti hiyo, lakini sikuweza kukumbuka wapi. Niliulizia, ni nani? Kimya. Kisha akasema, usimwamini Kasim. Macho yangu yakamkazia Kasim. Kasim alikuwa akinitazama. Ni nani huyo? Aliuliza. Mwanamke yule akaendelea,
na usiende kwenye kituo cha zamani cha treni. Nikavuta pumzi, nikamuulizia kwa nini? Siri hiko karibu nawe kuliko unaofikiria. Simu ikakatika. Nilishusha simu taratibu. Kasim akaniangalia. Ni nani alikuwa huyo? Nikamwambia sijui. Kasim akanambia, amesema nini? Nilimtazama kwa sekunde kadhaa kisha nikasema, alisema nisiende kwenye kituo cha zamani cha treni. Kasim akainuka, uso wake ukabadilika. Akanambia, David. Nikamwambia ndiyo. Ulisema nini? Alisema nisiende kwenye kituo. Kasim akatikisa kichwa taratibu. Alikuwa anajua. Kamuulizia anajua nini? Kasim hakujibu. Akaenda kwenye dirisha akachungulia nje, kisha akarudi. Kesho asubuhi lazima uondoke kijijini. Nikamwambia siwezi. Kasim akanambia kwa nini? Kwa sababu nimeanza kupata ukweli, na ukweli huu unaweza kukuua. Labda. Kasim akanitazama kwa muda mrefu kisha akasema, basi kuna jambo moja lazima ulijue. Nikamuulizia jambo gani hilo Kasim? Akanambia yule mwanaume mwenye miwani. Alinyamaza. Nikamuulizia nini kuhusu yeye? Kasim akavuta pumzi kisha akasema, si yeye aliyewaua wazazi wako? Nilihisi mshangao. Unamaanisha nini Kasim? Kanambia yeye alikuwa akijaribu kuwazuia. Nikamuulizia kwa hiyo alikuwa upande wao? Kasim hakujibu. Badala yake alisema, usiamini kila kitu unachoambiwa. Kisha akaingia ndani ya chumba kingine. Nilikaa pale nikifikiria. Kila nilipodhani nimeanza kuelewa ukweli mwingine ulikuwa ukivunja kila kitu. Lakini jambo moja lilikuwa wazi. Mtu aliyenipigia simu alikuwa anajua mama yangu, na alikuwa akijua jambo ambao watu wengine walikuwa wakijaribu kuyaficha. Nilitoa simu yangu tena. Nikakagua namba iliyokuwa imenipigia. Ilikuwa namba ya kawaida, lakini chini yake kulikuwa na ujumbe mmoja. Ulikuwa umetumwa sekunde chache zilizopita. Niliufungua. Ujumbe huo ulikuwa mfupi sana. Ulikuwa unasomeka, David, kama unataka kumjua mama yako alikuwa nani kabla hajawa mama yako, tafuta picha ya zamani ya familia yenu. Nilihisi mwili wangu ukisisimka. Picha ya familia. Ile picha ambayo nilikuwa nimepewa na Salum. Nilitoa picha mfukoni. Nikaitazama kwa makini. Mimi, baba, pamoja na mama na yule mwanaume nyuma yetu. Lakini safari hii niligundua kitu kingine. Kwenye kidole cha mkono wake wa kushoto kulikuwa na pete nyeusi. Nilihisi damu ikiganda mwilini. Kisha nikasikia Kasim akisema kutoka chumba cha pili, David. Nikamwambia nini? Umeiona? Umeona nini? Kasim akatoka taratibu. Macho yake yalikuwa yamejaa hofu. Alikuwa akitazama lile picha.